Kanisa letu pendwa wa Adventista wa Sabato, wamo au hawamo katika vigezo hivi? Wamo. Hata bila roho ya ushabiki tu, si wamo? Si ndio? Hata roho, unajua kuna washabiki, unajua hamna bwana. Hata unamsomea andiko leo anasema, mbona mimi sioni? Kumbe amevaa miwani ya nini? Amekuwa kipofu, maana Laodikia anatajwa kuwa ni nani? Ni mnyonge, tena ni kipofu. Tena yu uchi. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ndiyo sifa ya Babeli. Kwa hiyo Babeli, wito wa Babeli unapotangazwa, makanisa yote yanayotafuta fadhila kwa ulimwengu yapendwa na ulimwengu. Na leo si tunaona leo kuna ushirika wa makanisa Najua njoni, Sabato ya wageni, sote ni ndugu, si ndivyo? Lakini mwanzoni walikuwa na ujumbe unaowatenganisha. Leo mipaka imeondolewa, si ndivyo? Na tuliona Sabato iliyoisha ya kwamba usiondoe alama ya mipaka ya zamani. Maana utakapoondoa utajikuta katika mashamba ya watoto wasiokuwa na nani? Na baba. Lakini Yesu akasema waacheni hao ni vipofu. Na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake wote shimoni. Tukaona sio shimo lililochimbwa pale Nazareti, si ndivyo? Tukaona sio shimo lililochimbwa kule Yerusalemu, bali kinywa cha kahaba ni shimo refu, wote watadumbukia humo. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Sasa wapendwa, tusikilize kwa makini. Wewe mwenye kuandika kwa ajili ya kumbukumbu, kwa sababu tuko hapa ili tufundishane na ufundishwe na wewe ukafundishe. Mtumishi msomaji wa haraka wa Biblia, hebu nisomee, na huu ni ujumbe ambao tumeusoma kwa haraka. Leo nimewacholea hivi, baada ya hapo nitafuta. Jumbe hizi tunahitaji kuwa tunazirudia mara kwa mara ili watu waweke msingi. Wawe na msingi ulio nini? Ulio mzuri, ulio imara. Nisomee kitabu kile cha Mathayo 20. Haya ni maandiko ambayo tumeyasoma kwa muda mrefu sana. Utanisomea hiyo, halafu baadaye nitafuta aya ngapi? Anza fungu la kwanza hadi la 8. Mathayo 20 fungu la kwanza hadi la 8 kwa haraka. Andika Mathayo 20 fungu la kwanza hadi la 8. Nisomee msomaji wangu. Nitasoma. Naam. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, ndio akatoka Galilaya akafika mipaka ya Uyahudi, ng'ambo ya Yordani. Makutano mengi, ni 20? Ni 20. Ndio maana nimesikia hiyo ni habari gani? Samahani. Nitasoma, nitarudi tena. Naam. Kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Ufalme wa Mungu umefanana na mtu mmoja aliyetoka alfajiri na mapema awajiri wakulima katika shamba lake la mizabibu. Endelea, anasema. Naam. Naye alipokwisha kupatana na wakulima, akuwapa kutwa kwa dinari moja, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Haya, sikilizeni sasa wapendwa. Andiko linasema wale watendakazi wa kwanza ni wasaa ngapi? Alfajiri. Si ndio? Ndio hii ninakuandikia hapa. Hawa ndio watendakazi walioingia katika shamba la mizabibu. Hawa ndio walioitwa wa kwanza kuingia katika shamba la mizabibu. Endelea msomaji. Sema. Akatoka mnamo saa 3. Akatoka tena mnamo saa 3. Akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi. Na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu. Watendakazi wa saa ngapi wapendwa? Saa 3. Baada ya alfajiri wakaingizwa katika kazi, lakini baadaye akatoka mnamo tena saa 3 nao wakaingizwa katika kazi. Haya, tutawajua ni watu gani. Soma msomaji. Na iliyo haki ikawapa. Na iliyo haki ikaidiwa kwamba atawapatia. Soma. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9. Akatoka tena mnamo saa ngapi? Saa 6. Saa 6 na mnamo saa ngapi? Saa 9. Samahani mtu wa Mungu. Saa 9 ni ngapi? Saa 9. Kwa na kunyonya. Saa 9. Haya, baadaye tunaendelea. Samahani. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9. Ndio. Akafanya vile vile. Ndio.
hata kama saa 11 akatoka. Ndio. Akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, ndio, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, nendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Ulipokuchwa yule bwana. Hao ni watendakazi tena wa saa ngapi? 11. Saa 11. Watendakazi wangapi? Makundi mangapi yaliyoingizwa kazini? 4. Kuna hesabu 1 2 3 Matano. Ngapi? 1 2 3 4 5. Hawa Yesu wakati anafundisha, na ndiye mwalimu wa kimbingu, anasema ni makundi 5 yaliyoingizwa katika shamba lake mpaka jua linakwenda kuzama na ujira unatokea. Haleluya. Bwana sifiwe. Waweza tu kuikia hapo, tuchukue roho ya unabii. Chukua kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Hii ninapitia tu, ninakwenda kwa haraka. Kuna mahali ambapo leo Mungu asaidie tutafika. Sasa tuwajue hawa watendakazi wa alfajiri ni wakina nani. Nichukulia ukurasa ule wa 162 paragrafu ya 2. Maandiko ya ni Tumaini la Vizazi Vyote ni sura ya 23 na ukurasa wa 162 paragrafu ya 2. 162 paragrafu ya 2, sura ya 23. Ufalme wa Mungu umekaribia. Naam. Anasema, ndio, katika Uyahudi. Naam. Kristo alikuwa amewapata wanafunzi wake wa kwanza. Ni paragrafu ya ngapi hiyo? Ya 2. Ya 2 katika Uyahudi. Hiyo ndio ninayoitaka. Ya 3 sorry, ya 3. Maana ya kwanza hii hapa inaanza na Yesu. Sawa, ni ya 3 ya katika Uyahudi. Anasema, wapendwa, ni paragrafu ya 3 ukurasa wa 162. Soma. Katika Uyahudi. Katika Uyahudi Kristo alikuwa amewapata wanafunzi wake wa kwanza. Sehemu kubwa ya huduma yake ya awali ilikuwa imefanyika hapa. Ndio. Kuonekana kwa uungu wake wakati wa kulisafisha hekalu. Ndio. Miujiza yake ya kuponya. Ndio. Na masomo ya ukweli wa mbinguni. Ndio. Yaliyotoka midomoni mwake. Ndio. Vyote vilitangaza kile ambacho baada ya uponyaji wa Bethesda alikuwa amekitangaza kwa Sanhedrin. Kwa Sanhedrin, yani baraza la Kiyahudi. Hapa kulikuwa na baraza la Kiyahudi hapa. Soma. Sema. Naam. Hali yake ya kuwa mwana wa Mungu. Ndio, alikuwa ameitangaza hapo. Ndio. Ikiwa viongozi wa Israeli wangempokea Kristo. Zingatieni wapendwa wa Mungu, sikilizeni maneno haya. Ikiwa viongozi wa Israeli wangelimpokea Yesu mwana wa Mungu, angewatukuza kama wajumbe wake wa kuipeleka injili ulimwenguni. Angewatukuza kama wajumbe wake wa kuipeleka injili ulimwenguni kote. Soma. Fursa ya kuwa watangazaji wa ufalme wa neema ya Mungu. Fursa iliyokuwa imetolewa kwa wanadamu ya utangazaji wa ufalme wa Mungu, ya neema ya ufalme wa Mungu, ilitolewa kwao kwanza. Basi, piga kituo. Anasema ilitolewa kwao kwanza. Kwa hiyo unaposikia Yesu anasema alitoka alfajiri na mapema apate kuajiri kuingia kazini, manake wale ndio waliokuwa ni wa kwanza kuingia katika shamba, yani kuingia katika huduma ya utakatifu. Bwana ni mwema. Manake walikuwa ni watu gani? Wayahudi. Haya, tunaandika hapa. Haya, hawa ndio watendakazi wa alfajiri. Sasa tutaona baraka zao walizozitenda hapa. Haya, baadaye hiyo nukuu hiyo ilisema ya kwamba Kristo alikuwa amewapata wanafunzi wake katika Uyahudi. Katika Uyahudi. Sasa hawa anasema hawa watendakazi hawa hawakutimiza makusudi ya Mungu. Wapendwa, tuko pamoja? Nifunulia haraka sura ya ukurasa wa 25. Hiyo ukurasa wa 25. Ukurasa wa 25. Nadhani ni sura ya 3. Hata utimilifu wa wakati nimefika hapo. Nadhani kuna ile paragraph inayosema kwamba watu wale ambao walikuwa wameitwa. Ni paragraph ya 2. Ni paragraph ya 2. Wapendwa, sikilizeni ramani ya unabii inavyoenda. Ni ukurasa wa 25 Kiswahili. Kiingereza ni ukurasa wa 35 na 36. Sema paragraph, tuko pamoja? Tumuombe Mungu ili usianze kuniombea haraka. Nasoma. Amina. Nasoma. Soma. Ni Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa. Sasa angalia hawa watendakazi wa alfajiri na nini? Na mapema, mambo ambayo walikuwa wameitwa kuwa wa kwanza, na fursa ya utangazaji wa injili ilikuwa imekabidhiwa kwao kwanza. Soma sasa.
Watu wale ambao walikuwa wameitwa na Mungu kusudi wawe nguzo na uwanja wa ukweli walikuwa wamekuwa wawakilishi wa Shetani. Unaona sasa? Walikuwa tayari wamegeuka kwa wito wao, wamekuwa wawakilishi wa nani? Wa Shetani. Tupe habari. Walikuwa wanafanya kazi ambayo Shetani alitamani wafanye. Walikuwa wanafanya kazi ambayo kwa muda mrefu Shetani alitamani waifanye. Ehe. Jana cheka. Wakifuata njia ya kuonyesha tabia ya Mungu kwa namna isiyo sahihi. Haya, Luka hiyo paragraph inayofuata nenda ya 3 hiyo. Anasema, naam, Mungu asingeweza kufanya jambo zaidi kwa ajili ya mwanadamu kupitia mifereji hii. Barikiwe, ishia hapo. Hiyo itaendelea kwa faida yako. Kwa hiyo Mungu asingeendelea kufanya kazi. Ungesoma kidogo kana kufuata. Paragraph kanani kamshai kana kuendelea. Na mnofu. Leo nataka nizingatie maana mnaniona niko hivi. Nitakuwa nawaachia faida ya kusoma, lakini wasio kwa navyo inalazimika. Mungu asingeweza kufanya jambo zaidi kwa ajili ya mwanadamu kupitia mifereji hii. Lazima mfumo wote ufutiliwe mbali. Lazima mfumo wote ufanyaje? Maana kama kulikuwa na Sanhedrin ni wote unafanyaje? Unafutiliwa mbali. Ndio unasikia Yesu anakuja anasema nyumba yenu umeachiwa hali ya nini? Mungu hata shughulika na mfumo uliokuwepo ambao ulikuwa unahesabika kama sauti ya nani? Ya Mungu. Leo unasikia General Conference is a voice of God. Ndivyo? Sasa sikiliza, tutaona. Hawa walikuwa ni Wayahudi watendakazi wa alfajiri na mapema. Mungu asingeweza kushughulika na mfumo huu. Lazima mfumo wote ufutiliwe mbali. Hapa walikuwa wamekuwa wawakilishi wa Shetani. Hawakutimiza makusudi ya nani? Ya Mungu. Ndipo Mungu tena mfano wetu nasema mnamo saa 3 tena akafanyaje? Akaita wengine, nendeni katika shamba la mizabibu. Ndio akaita mitume nukuu tulianza nayo kwamba Yesu, kwa kuwa hawa walikataa nasema nyumba yenu umeachiwa hali ya ukiwa, mpaka mtakaposema kwamba amebarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Akawaacha na jengo lao. Alipowaacha na jengo lao akachukua watu wa kawaida kabisa hohe hai. Watu husema hivyo. Sasa historia inajirudia. Watu wasiojua kuvaa, mzee Mapalala husema hivyo. Watu wasiojua kuvaa, hao ndio akasema njooni huku mtapeleka injili. Nitawafanya kuwa wavuvi wa nani? Wa watu. Ndio hao watendakazi wa Sabato wanaitwa mitume. Bwana ni mwema. Kwa hiyo hawa ni mitume. Kwa hiyo hii platform hii walimtegemea Mungu na Kristo akiwa kiongozi, wakaenda. Walipoenda, historia ya kanisa imeanza mwaka wa 31 AD katika ramani ya unabii na imeenda mpaka mwaka wa 100 AD. Bwana sifiwe. Mitume wote wale wa kwanza wakarara mauti, na kitabu cha Ufunuo kimeandikwa mwaka wa ngapi? 70. Kuanzia mwaka wa 69, 70 kwenda mpaka hapo mpaka 90. Kitabu cha Ufunuo hiki tunachokisoma, ambapo historia ya huyu Yohana wa Patmo amepitia majanga makubwa. Anachoma mkuki hauingie. Anasema huyu tutamjua na uchawi wa namna ya ajabu. Wakachemsha pipa la mafuta, dumbukia humo. Anatoka tu anaimba Kristo wane. Ina maana huyu kumbe uchawi ameupata wapi, si ndivyo? Asema sasa tutakukomesha. Kabeba, walipobeba wanachoma mikuki haingii. Walipobeba wakamchukua akampeleka kisiwa kinachoitwa cha Patmo. Kisiwa hiki kiliaminika ya kwamba mtu akipelekwa huko hataweza kurudi, maana kulikuwa na wadudu wakali na ndege wale wanaokula watu. Wakitegemea kabisa hapa tumekomesha. Anapofika huko ndipo Ufunuo inajieleza, mimi Yohana mjoli mwenzenu nilikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya nini? Ushuhuda wa Yesu. Ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Nilikuwa katika mateso, ninashiriki mateso pamoja. Anaeleza mambo hayo unaposoma kitabu cha Ufunuo. Ndipo Mungu Kristo anaanza kujifunua. Walitegemea atakufa, lakini ndipo mafunuo na kuleta ujumbe mzito kwa ulimwengu unaokwenda kuanguka. Ndipo kitabu cha Ufunuo kinaandikwa hapo na kinapelekwa katika makanisa 7. Haleluya. Na nilisikia hapa mnajadili makanisa 7, nasema tutakuja tu huko. Bwana sifiwe. Bwana ni mwema. Tutakuja tu huko, tuwe na subira na Bwana tuongoze. Kwa hiyo wakati huo kanisa, wale wazee wote wakafanyaje? Wakalala. Baadaye wale waliohubiriwa kipindi cha pili cha kanisa Smirna, kanisa hili la Efeso lilisalia likiwa safi kabisa. Ndivyo maandiko yasemavyo. Lakini kipindi cha Smirna kutoka mwaka wa 100 pale mpaka mwaka wa 310 na ngapi? Na 13.
ndicho kipindi cha pili cha kanisa kinaitwa kipindi cha Smirna, yaani manukato au harufu nzuri. Maana kanisa hili limepitia kipindi cha mateso makubwa. Mateso ya siku ngapi? Siku 10. Bwana asifiwe. Na hii ndio nasoma kitabu